Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mwenyekiti wetu ambaye umetukutanisha na muasisi wa Rajai Foundation, ndugu yangu Rajab, lakini Sheikh Othman Kapuro, wewe ni hazina yetu katika taifa letu hili katika mambo ya imani, lakini Sheikh Abdullah Saleh Nauga, hii ni encyclopedia mambo mbalimbali na muasisi wa mambo mengi sana. Ndugu yangu Haruna Mbese, Sheikh ugenzi wa Ashabul Kahfi ambao umekuwa mkifanya karibu zaidi na Rajai Foundation. Sheikh Muhammad, umesafiri kutoka mbali Mombasa na timu yako, delegation kubwa wa shehe wetu kutoka Mombasa, na heri kubwa sana mnayofanya. Lakini mlezi baba wa Rajab na mama, lakini mamangu Aisha maarufu sana sana sana, na mashindano yako yamekuwa chemchem sana katika taifa letu hili. Lakini mashehe wote mlikuwa humu, wakuu wa taasisi mbalimbali, ndugu zangu wanahabari, asalamu alaykum. Ndugu zangu, kwanza awali ya yote ninaomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Mola ambaye jioni hii yetu ya leo ametuwezesha kuja kukutana pamoja katika jambo hili muhimu sana sana na taasisi hii ambayo na hapa imezungumza kwamba Impact Gara kuonyesha mambo mbalimbali ambayo taasisi hii muda wote imekuwa ikifanya. Niwapongeze sana, niwapongeze waasisi wa taasisi hii, ndugu yangu Rajab wenzako, lakini wazazi ambao bila malezi mazuri huwezi ukafikia huko ambako hapa leo tunapozungumza. Kwa hiyo niwapongeze sana. Leo ni siku kubwa na muhimu, na hapa nilifurahi sana, jambo letu halijaharibiwa. Yule mshairi wetu alipokuja hapa, nikasema nilikuwa naomba dua hapa, ndugu yangu Famawe, hii shughuli isije kuharibika, na hasa nilikuwa naogopa asije akaanza kugani baada ya kuzungumza ya Rajai hapa tukaja kuzungumza mambo ya Simba na Yanga. Kwa hiyo nilikuwa naogopa sana. Nikaogopa ubeti usije kadondoka mahala pabaya ikaja kuwa habari imeharibika hapa. Kwa hiyo niwashukuru sana, nikupongeze sana ndugu yangu Famau kwa umakini na uhodari wako. Tunajivunia sana taifa letu hili kuwa na mtu makini kama wewe. Hakika tunajivunia sana sana. Unawakilisha vijana wa Kitanzania vizuri sana, wenye fasaha ya kuwasilisha mada na zikaeleweka vizuri. Ndugu zangu, leo tumekuja katika jambo hili kubwa, na jambo hili bahati nzuri walionitangulia, nikiunganisha vipande vyote vya wasemaji vyote, mimi hotuba yangu imeisha. Kwa hiyo mimi hapa ninapiga msasa tu kidogo. Shehe wangu umezungumza maneno mazito sana, na bahati mbaya ulikuwa hujaniangalia hapa, nilikuwa nakupa dakika 3 zingine za kuongeza. Lakini bahati mbaya Ismail alipokusema ndio kama muda umeisha, nitaka uniangalie pale, nikamwambia ongeza dakika 3 zingine. Kwa hiyo nikupongeze sana. Lakini mama Aisha, umetupa mambo makubwa sana, na hasa mambo ya hasadi, na tunafahamu madhara ya hasadi. Kitu kama hichi sio wote watakiangalia kwa jicho zuri. Mwingine atatamani jambo liharibike bila kujua kwamba tumepata kwa ufupi Bashraf zaidi ya visima 175. Tunamkumbuka Swahaba Osman alipojenga kisima. Nini impact ya kisima?
kama taasisi mpaka leo hii registration yake imefanyika 2025. Ni muda mfupi uliopita. Leo hii kusema kwamba imejenga visima 175 kama sikosei katika takwimu. Manake jambo lake ni kubwa sana. Sasa wewe ukiwa na hasadi, ina maana kwamba hata watu wote waliopata fursa ya maji, na si binadamu peke yake na viumbe wengine, wakiwepo wanyama na mimea inayopata maji hiyo. Kwa hiyo unafanya hasadi kwa kitu kama hicho. Lakini mwenye hasadi hawezi akaangalia mambo haya yote. Swala la watu kupata huduma ya chakula, nilikuwa nafuatilia hapa, nasikiliza habari ya chakula. Ni jambo kubwa sana. Tuliona kipindi kile cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katibu kile naona yukoona kule wa taasisi, mlipokuwa mkihangaika swala zima la kuwafuturisha wenye kuhitaji iftari. Lakini sio hilo, mambo mengine ya kusaidia masuala mengi ya kijamii yanasaidia jamii kutoka katika mkwamo wa kimaisha. Watu wengine wamekwazika kiuchumi, lakini Rajai mnachukua nafasi hiyo kuisaidia. Hongereni sana, hongereni sana. Allah walipe zaidi ya hiyo. Na hili ndio maana nimefurahi maneno yako mama kuhusu hasad. Ya ndugu zangu, hasad ni mbaya. Mmeanza kazi kule Singida, lakini mkaskera katika maeneo mengine, kwenda Tanga na maeneo mengine. Na mipango tumesikia hapa kupitia katika risala. Kuna mipango mingine mikubwa ya kufanya mambo haya yaende maeneo mbalimbali. Hakika Mungu awawezeshe mweze kufika huko na kusudiwa. Kubwa zaidi tuwaombe wadau. Kuna watu wana fedha nyingi sana. Wana fedha nyingi, inawezekana ikawa hiyo ndio sababu ya kumtu kupata nusura hapa duniani na kesho akhera. Zisaidie taasisi kama hizi ambazo zipo kwa ajili ya kusaidia umma. Inawezekana wengine mifuko imejaa. Isaidie taasisi kama hizi. Bahati nzuri vijana mmekuwa committed sana kuhakikisha mnasaidia jamii. Hakika ni vijana wa mfano, mnaostahili sifa na mnastahili watu wengine waige katika kazi hii. Na kwa bahati nzuri tuna imani kubwa kwamba wadau wote wa kimaendeleo wataendelea kusaidia taasisi hii. Na Sabr Kafi, mkurugenzi hapa, ambao kuwa karibu sana na Rajai, endeleeni ushirikiano huu. Mimi kama mlezi tu wa Sabr Kafi, ule ushirikiano unaendelea nao, fanyeni ushirikiano zaidi, tupate mafanikio makubwa sana ya kuona kwamba Rajai inasimama na kuona kwamba inapata mafanikio makubwa. Nimefurahi sana kusikia taarifa ya swala zima la online TV kwanza, baadaye kuwa na media kabisa. Hili ni jambo kubwa kwa ajili ya kupeleka taarifa katika umma. Sasa hivi social media ina nguvu kubwa sana. Online TV zetu wakati mwingine ukizikomaa zikifanya kazi kubwa. Na jinsi gani zikipeleka habari ambazo watu wataweza kupata taarifa za sahihi za kutosha. Itasaidia sana kupeleka taarifa, lakini hali kadhalika kupeleka elimu kwa watu. Elimu ya kutoa na elimu nyingine. Mashehe wetu wanaweza wakazungumza sana vya kutosha kuhusu mambo ya kutoa, lakini inawezekana wengine wasipate vya kutosha. Media zetu zitasaidia sana kupeleka habari hii kwa watu wengi kwa ujumla wake. Binafsi hadhara hii yote, kwanza mimi niwaombee wote mliokuja hapa. Sio kitu rahisi hata kidogo. Siku kama ya leo watu wakaacha kazi zao, wakaacha kusherekea na familia zao majumbani, lakini wakafunga safari kuja kufanya tafakari ya pamoja katika jambo kama hili. Hakika Allah walipe zaidi. Haya yote ni mapenzi makubwa. Kwanza tumepata taarifa, lakini kupata taarifa ni jambo moja, kwenda kutekeleza lile taarifa. Na hili ni kushukuru sana Sheikh Aporo ulipozungumza hapa sasa katika kipande cha mwisho. Hakika hii ni mfano mzuri wa vijana vizuri. Na kwa sababu elimu yenye manufaa. Nilikuwa na moja hapa Rajabu tokea tuko kule ndani, aliponiambia genesis yake ilivyo na nini na hata jinsi gani ulivyoenda masomoni, lakini ukachukua faida ya masomo kuileta nyumbani na network uliyoipata, ina maana inaleta manufaa makubwa katika jamii. Hii ndio faida kwa wazazi, walezi,
ambao mmehakikisha kwamba mmewekeza kwa kijana kwenda kupata elimu mpaka Uturuki, lakini kule manake ameongeza maarifa, lakini kuja hapa sasa manake maarifa yale anayatumia kwa upana mwingine zaidi kuhakikisha kwamba jamii inapata manufaa makubwa katika eneo hilo. Hakika wazazi mmelea, na Mungu awalipe kupitia kizazi hicho bora mlichokifanya. Kubwa zaidi ni waombe wadau wote wa Tanzania na wasiokuwa wa Tanzania. Jambo la kwanza, tuhakikishe tujitahidi katika mambo haya ya heri. Dunia yetu hii tuna muda mchache sana, na wala hatufahamu siku yetu lini tutaondoka katika dunia hii. Fanya jambo moja la heri kuigusa umma, kugusa binadamu wenzako, na Mungu akusamehe katika madhambi na kujaze neema kupitia haya. Na neema hizo mmoja ni kuhakikisha kusaidia taasisi kama hizi ambazo zimejitoa kuona kwamba wao wanawafikia jamii kwa ujumla wake. Kubwa zaidi ni waombe sana, ili ni waombe. Jambo kubwa, tuendeleze spidi ile ya kufanya uadilifu. Hili ndio jambo kubwa. Trust itatengeneza msingi mzuri sana. Tutapata watu wataleta imani kubwa sana. Kama tulivyoanza, na tumeanza vizuri sana, twendeni tuka maintain hii trust kwa taasisi hii, iendelee kufanya vizuri sana. Lakini taasisi ni taasisi, lazima wakati mwingine kama kuna kuyumba kwa aina yote, tukae chini pamoja, muelezane pamoja, lipi tulirekebishe likawe sasa. Sheikh Abdallah Nauga amezungumza maneno mafupi sana, lakini nilivyotafasiri, ukiweka katika project proposal unajaza kitabu zaidi ya peji 500. Yale maneno mafupi ukiyachukua ukienda kuyafafanua kwa undani wake ni maneno mazito sana. Haya ni mambo ya msingi ya kuifanya taasisi hii iende kafanye vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, na naomba niwahakikishie umma wote walikuwa huko nyuma yenu kuhakikisha mafanikio makubwa yanapatikana. Humu tuna watu wa makampuni mbalimbali wamekuja ambao wanasikia haya ni mambo makubwa ya neema kusaidia huko. Lakini vile vile endeleeni kushirikiana na wenzenu. Nimeona katika kipindi cha mashindano ya Qur'ani, Rajab Foundation imeshiriki na wenzenu kutoa mpaka zawadi za mashindano za washindi wa Qur'ani. Zawadi tena kwa gharama kubwa. Na mkufanya katika taasisi moja, mmefanya katika taasisi kadhaa. Na sio hela ndogo, ni hela nyingi. Na sehemu nyingine ndio mlikuwa main sponsors wa mashindano ya Qur'ani. Hakika kazi yenu ni kubwa. Na sisi tunawaombea sana kazi hii iendelee kunawiri, ipate manufaa makubwa kwa ajili ya Watanzania, kwa ajili ya wananchi wote maeneo kokote walipo. Tuwashukuru wageni wetu waliotoka kutukimbilia hapa, na hasa wale waliotoka nchi jirani ya kutoka Mombasa, kutoka Kenya kule Mombasa. Ndugu zangu, mmefanya safari ndefu, mmekuja hapa. Hakika Allah walipe katika hii kazi kubwa. Na bahati nzuri, ustazi wangu umesema umetembelea zaidi mikoa ya Tanzania. Na hii ndio maana ya udugu, na maana ya urafiki, maana ya ujirani. Kwa hii ni jambo kubwa, hakika tuna kila sababu ya kujivunia. Kubwa zaidi, wadau kama nilivyosema mwanzo, tushirikiane kwa pamoja kusaidia taasisi ya Rajai iweze kufanya vizuri. Na mimi naona safari yake inaenda mahala pazuri zaidi. Safari yake naona kabisa sauti yake, mwangu wake na usikia. Imani yangu kubwa, ndani ya miaka 2-3 inawezekana tukazungumza kitu kingine tofauti kabisa kinachohusu Rajai Foundation. Naamini itakuwa ni taasisi moja kubwa yenye maana. Maana yake inawezekana kubwa isiwe na maana. Taasisi kubwa yenye maana na manufaa makubwa kwa umma na kwa wananchi wa Tanzania. Wale watoto tuliwasaidia, watoto yatima ambao kanina mbalimbali walipata misaada aina mbalimbali, hakika hao wataenda kusema, kushuhudia kwa Mwenyezi Mungu kwamba sisi tulisaidiwa na taasisi yetu Rajai Foundation. Mungu awahifadhi sana. Lakini awahifadhi wote mliokuja hapa. Atuepushe na mabalaa, atuepushe na mikosi. Atufanyie neema zile ambazo Mungu anaona kwamba hizi ni sawa sawa kwa kipimo chetu. Na wale waliokuwa na maradhi, Mungu aondolee maradhi. Na wale waliokuwa mashaka, Mungu aondolee mashaka. Na wale kina mama ambao hawajapata watoto, Mungu awasaidie wapate watoto. Na kina baba ambao hawajapata wake na kupata watoto, Mungu awasaidie wapate watoto. Na kina Ustadhi Swaleh ambao mpaka leo bado wanaunga, Mungu awasaidie waanze kupata mambo yawe mazuri zaidi ya hapo. Ndugu zangu, mimi niwashukuru sana.
leo hii imekuwa ni siku ya raha sana. Naomba niseme kwa kweli, hili jukwaa hili leo mimi nimelipenda sana. Nimelipenda sana. Hakika imekuwa ni siku njema. Rajabu na wenzako, Mungu awabariki sana, awahifadhi sana. Basi kwa haya machache sana, maana wanasiasa tuna matatizo yetu. Unaongea saa nzima, alafu bila aibu unaangalia watu macho umekaza kwa haya machache. Sasa na mimi kwa haya machache sana, asanteni sana kwa kualikwa kuwa mgeni rasmi wa tukio hili la leo. Mungu awabariki sana, awahifadhi sana. Sasa niko tayari kwa zoezi lolote ambalo itifaki ya ratiba iliyopangwa, niko tayari kulitekeleza. Asanteni sana. Mungu aibariki Rajai Foundation.